Ukiyastaajabu ya Mackenzie, basi bila shaka utakuwa bado haujakutana na ya kanisa la Melchior St. Joseph Missions of Messiah Africa, kanisa linalopatikana kaunti ya Migori katika kijiji cha Rongo, kanisa ambalo limeibua maswali mengi na limekuwa gumzo kwa sasa kwa sababu ya imani na itikadi zao za ajabu ambazo zimeshtua wengi nchini. Inasemekana kabla ya kujiunga na dhehebu hili lazima ule kiapo cha maisha yako yote, ambapo mara tu unapojiunga hakuna tena kujumuika na jamii yako yoyote ile, si ndugu, jamaa na marafiki. Maisha yako yote utayaishi ndani ya eneo la kanisa hilo, na iwapo utatoka nje, basi bila shaka utakuwa umevunja kiapo chako na huenda ukapata laana, magonjwa hatari au hata kifo. Kinachoshangaza zaidi ni kuwa wafuasi wa kanisa hili hawaruhusiwi kutafuta huduma yoyote ya afya, na kuna itikadi ya kuwa ni dhambi kuenda hospitalini kutafuta matibabu. Hata unapokuwa mahututi, unakaribia kupoteza uhai, dawa pekee unayopewa ni maombi tu. Na pindi mtu anapofariki, wala hapelekwi sehemu ya kuhifadhia maiti, badala yake huzikwa papo hapo na familia yake haipewi taarifa yoyote. Hii ni kwa sababu ya kuwa kanisa hili huamini kuwa kifo ndani ya dhehebu hili huwa ni njia mojawapo ya kwenda moja kwa moja kuelekea mbinguni. Lakini iwapo familia itampeleka marehemu mochari au kumwaga nje ya utaratibu wa kanisa, huhesabiwa kuwa ameenda motoni. Zaidi ya hayo, vifo vya kikatili kama kushambuliwa na magonjwa kwenye kanisa hili huhesabiwa kuwa ni vifo vya kifalme vya mashujaa wa kiroho, na wafu hao hupokelewa mbinguni kama mashahidi wa imani. Sheria za maisha ya kila siku huwa ni kali mno. Kwenye dhehebu hili ndoa haziruhusiwi kamwe. Hata wanaojiunga wakiwa tayari wameoa au kuolewa hulazimishwa kutengana. Lo, ajabu hii! Kinachoshangaza zaidi ni kuwa kiongozi wa kanisa hili huchukuliwa kuwa ni mtakatifu mwenye mamlaka ya kipekee. Hairuhusiwi kumtazama usoni, na kila anapopita waumini hulazimika kupiga magoti kama ishara ya heshima kuu. Lakini jambo hili halijadumu kwa muda mrefu. Polisi hawajalifungia jicho kwa kuhofia kuleta madhara kama ya tukio la kanisa la Mackenzie. Kupitia msako wa polisi uliofanyika Aprili 21, miili ya watu wawili ilikutwa ndani ya kanisa hilo, mmoja ukiwa umehifadhiwa kwenye chumba cha maombi, mwingine ukiwa tayari umezikwa. Vilevile polisi walikuta watu 57 waliodhoofika wakiwa wamekataa msaada wa matibabu, wakishikilia kuwa matibabu yanapingana na imani yao. Mpaka sasa kanisa hili limefungwa, lakini maswali bado yanaendelea kuzuka. Je, ni wangapi wameathirika? Imani hii ni kwa ajili ya wokovu au ni kifungo? Na je, kuna makanisa mengine yenye mafundisho kama haya yanayoendelea kando ya macho ya umma? Langu jina ni Kasim Hamis na hii ni Dabaso Sultan Media.